Tuna changamoto za ardhi, hasa urasimishaji ardhi, lakini mipaka kati ya wilaya ya Ilala na wilaya ya Kisarawe, na utapeli mwingine wa kiwanja kimoja kuwa na watu wawili, watu watatu. Jana tumezindua wiki ya sheria ambayo imezinduliwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, na mimi kama mwakilishi wenu nina wajibu wa kuhakikisha kwamba fursa hii pia tunaitumia vizuri. Kwa hiyo nikapanga utaratibu leo nisio kupanda madaladala, ambapo najua nakutana na watu wengi, ili kuwahamasisheni mjitokeze. Wiki ya sheria imeanza jana na itakuwa na siku 7. Inapatikana pale viwanja vya Mnazi Mmoja na ni kwa gharama za serikali. Wajibu wetu sisi ni kwenda pale na kusema changamoto zetu, na kuombeni sana tujitokezeni, tuambieni na rafiki zetu na ndugu zetu, tukatumie pale angalau tushauriwe. Unajua, ukiwa unadai haki unayoitambua ni bora zaidi kuliko kudai haki ambayo una mashaka nayo. Sawa ndugu zangu, namba yangu ya simu ni 0715 47 83 22. Ofisi za mbunge zinapatikana ofisi ya afisa mtendaji wa kata ya Pugu pale nilipopandia, na ina katibu wangu anakuwepo pale kila siku za kazi kuanzia saa 1:30 asubuhi hadi saa 9 mchana. Karibuni sana na kuombeni sana ndugu zangu, tuwe karibu. Kwa muda mrefu tumekuwa tunaona kama mbunge mtu ambaye yuko mbali sana, akigao magari ya viyoyozi na kadhalika, lakini naomba tubadilike kwamba mbunge ni kama anavyoona ni mimi hapa, sibia kujitambulisha zikani mtu asinijue. Kumbe kinachoongezeka ni dhamana. Tutembeleane, tukumbushane, tuambiane kwa nia njema kabisa. Sawa Asanteni sana. Kama ndo msemaji wetu. Naam. Watuwekee vituo vya kisheria huko, watusogezee huko vidogo kwenye miji yetu huko. Kidogo inakuwa ni nyepesi taarifa kuwafikia nyeo kwa wakubwa. Vituo vidogo kama vya hivyo vya kisheria. Kuwepo kama Chanika mwisho. Ukiwa na pale na kituo, jamani, huku kama kuna tatizo aina yote za kisheria inakuwa karibu na mji wako, ambao taarifa zile zinaanza kutoka pale zikaja huko serikali kuu, lakini tukawa na vituo vyetu ingekuwa ni bora zaidi. Asante sana. Tunakuomba hilo mbunge kutusemea. Sisi tulikuwa tuna changamoto, mimi tangu nikiwa darasa la pili mwaka 88 tulifiwa na baba yetu, lakini mama alikuja kutoka wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara akafuatilia, lakini hajalipwa chochote mpaka dakika hii. Wao alikata tamaa na kurudi nyumbani, na wakati huo sisi tukiwa wadogo. Je, mpaka hivi sasa hivi tukianza kufuatilia tutafanikiwa au tutapoteza muda? Baba yenu alikuwa mtumishi wa? Alikuwa askari. Askari gani? Askari polisi. Askari polisi. Unajua kituo chake cha kazi? Mimi nimeanza shule pale Kilwa Road pale Kurasini. Ndio alikokuwa anafanyia baba kazi. Kwa unasema alifariki mwaka 88? 88. Mimi nikiwa darasa la pili. Mpaka leo hamjawahi? Mpaka leo hatujapata chochote. Mama alikuja akafuatilia, lakini majibu yaliyotoka sio, kwa sababu alihangaika akaona anapoteza muda akarudi nyumbani. Wakati huo sisi tukiwa wadogo. Alikuwa anaitwa nani? Baba yetu alikuwa anaitwa Alex. Alex nani? Alex Somba Sagonga. Kituo chake cha mwisho kufanya kazi kilikuwa hapo Kilwa Road. Hapo pale Kilwa Road. Jirani na kambi ya mafarasi pale. Unaweza kusaidia namba za simu kwa sababu wengi watasikiliza, wengi wataona. Namba za simu za kwako wewe ambapo. Sawa, naweza kuzitoa. Namba akitaka huko. Naweza kuzitoa. Okay, vizuri. 0657 83 18 91. Unaweza kurudia tena? 0657 83 18 91. Okay, asante mama, nimekusikia. Naamini na wananchi wengine wa Tanzania wote watasikia. Amen. Na nitalifuatilia. Mamlaka zenye dhamana ya kujua nini hatima yake. Asante. Na mama yenu yuko hai ama yuko hai? Yuko hai. Yuko wapi? Yuko wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara. Okay. Nilifanikiwa kufungua mirathi, maana sheria nayo inasema. Yaani kwa wakati huo mama anafuatilia, mimi sijajua chochote kwa sababu umri wangu ulikuwa bado. Baada ya hapo na umbali wa kule na kurudi huko tena, mama hakuweza tena kwa sababu hana kazi yoyote huko kijijini. Wao hakuweza tena kurudi kufuatilia, ikawa imeishia hivyo. Lakini mimi wanakaa na tafakari kwamba kama mtu alikuwa ni mfanyakazi wa serikali, kwa nini haki isitendeke mpaka huyu mama anazeeka hajalipwa chochote mpaka dakika hii?
Mimi ningeshauri wakati tunajifanyia kazi kuwafuata wenye dhamana, viongozi wetu wenye dhamana ambao naamini wataelewa. Sawa. Ni vizuri pia na familia iwe na mwakilishi kwa mujibu wa sheria. Kaka zangu wapo. Sasa kaka zako kuwepo, nafikiri ni vizuri mfungue mirathi. Sawa. Kuwe na mtu mmoja ambaye anathibitishwa na mahakama kuiwakilisha familia kwenye hizo harakati. Sawa. Lakini na mimi nikupe namba zangu, nadhani unazo. Nimeshachukua. Kaeni, ita ndugu zako. Pesa serikalini haipotei, inaweza ikachelewa lakini haki haipotei. Sawa. Ita ndugu zako na hatua ya kwanza. Fanye utaratibu wa kupata msimamizi wa mirathi ili tupate mtu ambaye ana haki ya kisheria kuingia kwenye taasisi zetu, hasa Wizara ya Mambo ya Ndani, kwenda kutambulisha kama msimamizi wa mirathi ya marehemu baba yenu. Hata naamini atakuwa ushirikiano, tutakuwa pamoja karibu. Sawa, nitashukuru. Sawa mama, poleni sana. Asante. Shingo, sauti ya wanyonge, unasimama bila woga, ukitetea waliochoka, tumeanza kuona mwanga. Sauti ya wanyonge, hata sisi tumesikika. Sauti yako bungeni ni neema kwetu sote. Oye, uchoki